Mtazamaji, ni saa 6, ni wakati wa jarida la KTN. Bila shaka mtazamaji, wakati sasa ambapo tumeingia katika sehemu ya kilimo bora hapa ndani ya KTN News na vile vile runinga ya Farmers TV. Tunaangazia kilimo cha tumbaku mtazamaji, na kumbuka kwamba ni maeneo mengi tu ambayo yanaangazia ama yanafanya upanzi wa tumbaku. Tutakuwa tunaangazia kwa kina zaidi. Kuna taarifa moja ambayo imeandaliwa na mwenzangu ambaye ni Fred Muturi kutoka kaunti ya Kisii. Tutakuwa tunaipata muda si mrefu na atufahamishe mengi zaidi kuhusiana na kilimo cha tumbaku katika maeneo hayo. Hapo ndio wakati tunajiunga nasi sasa hivi. Nasema karibu sana. Mie kwa jina ni Nicholas Wambua. Kama kawaida, kama ilivyoada, ndani ya studio tuna wageni wawili ambapo nawafahamisha sasa hivi kwa mtazamaji. Tunaye Achieng Otieno ambaye ni mkuu wa mawasiliano katika ama mtaalamu wa mawasiliano katika Kenya Tobacco Control Alliance. Karibu sana Bwana Otieno. Vile vile tunaye Thomas Lindi ambaye ni mratibu ama mkuu wa mipango katika shirika hilo la Kenya Tobacco Control Alliance. Karibu sana Lindi. Shukrani. Na bila shaka tunazungumzia swala hili la kilimo cha tumbaku na juhudi ambazo Kenya Tobacco Control Alliance imeweka kubadilisha maisha ya wakulima wa tumbaku humu nchini. Na mtazamaji, tutakuwa tunapata hiyo taarifa ya Muturi hapo baadaye. Kwa sasa ningependa tuangazie kwa kina zaidi swala hili la kilimo hiki cha tumbaku. Nitaanza nawe Achieng, kunradhi. Bila shaka hebu tuarifu pengine hapa nchini Kenya tuna wakulima kama ngapi ambao wanashiriki kilimo cha tumbaku? Mwanzo kabisa ningependa kupeana shukrani zangu za dhati kwa kutualika kituoni ili tuweze kuelimishana mawili matatu kuhusu upanzi wa tumbaku nchini. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya, kuna wakulima 35,000 40,000 hapo. Naam. Ambao wamesambazwa sehemu mbalimbali nchini. Kuna wengine wa kutoka Migori, wengine watoka sehemu za Malakisi kule Bungoma, wengine watoka Tharaka Nithi, kuna sehemu za Kitui na sehemu zingine za Kirinyaga. Kwa ujumla yasemekana kuwa wakulima wote ni around 35 to 40,000. Yeah. Unajua kuna wakati mmoja nilikuwa Bungoma, Malakisi nikielekea Lwakaka kule, na ukitembea unapata kwamba shamba nyingi sana zimejaa tumbaku. Watu wanapanda tumbaku kwa wingi sana. Lakini kilichonivutia katika hizo idadi ambazo umenipa ni kwamba umesema kulingana na Wizara ya Afya. Ilali hiki ni kilimo. Inakuwa namna gani? Zinaingiliana vipi? Ni kweli. Mwanzoni mambo ya tumbaku yalionekana kuangaziwa sana na Wizara ya Afya. Na pia hata ukiangalia ulimwengu nzima, shirika ambalo limeangazia sana mambo ya tumbaku ni Shirika la Afya Duniani. Naam. Hiyo ndiyo shirika ambalo limekuja na mikakati mbalimbali ambayo tunajua tutayazungumzia kuangazia mambo ya tumbaku. Ndio maana tunakupatia takwimu kupitia kwa Wizara ya Afya. Na pia hivi karibuni ndio tunaona pia Wizara ya Kilimo pia imeanza kuingilia pale na sekta mbalimbali za kiserikali pia zimeanza kuangazia mambo ya tumbaku. Naam. Bila shaka hata ukiangalia kwenye kile kiboksi cha sigara pale kimeandikwa Bwana Lindi. Hebu tufahamishe ni maeneo gani ambapo tumbaku inapandwa humu nchini sana na mazingira ya upanzi ya tumbaku ni kama gani? Vile mwenzangu ametaja, kwanza acha niseme shukrani sana kwa kutualika kwenye studio zenyu. Na tunapata kwamba upanzi wa tumbaku nchini Kenya umetawanyika. Sana sana utapata upande wa magharibi ya Kenya, hizo sehemu ambazo mmetaja. Ndo upanzi sana umekolea. Na tungesema ya kwamba ni sehemu ambazo ziko na hali ya joto kiasi. Na hiyo ndo climatic condition ambayo iko favorable. Ama ndo ambayo tumbaku inaweza kunawiri vyema kabisa. Ndio, na tumeona ya kwamba tangu mwaka wa 65
Upanzi wa tumbako umekuwa umeendelea sana. Naam. Lakini hivi karibuni labda venye tutataja mbeleni tumeona madhara yake yakiwa mengi sana na tutazungumzia hayo pia ili bila tuweze shaka kuhamasisha wananchi wetu. Naam. Na sana sana wale ambao ni wakulima, sababu hawa wenyewe wanajua haya madhara, wameyapitia haya madhara. Naam. Na wameshindwa kujitegua katika ile mnaso ama mtego wa upanzi wa tumbako. Na tuko hapo Bwana Lindi, nitakuuliza sasa, tumefahamu maeneo hapa nchini ambayo yanapanda tumbako sana, na umesema kwamba sana sana ni magharibi mwa Kenya, lakini ukiangalia barani Afrika Mashariki na duniani, ulimwenguni kwa jumla, ni mataifa gani ama yapi ambayo yanapanda tumbako sana? Kama vile barani Afrika tunapata nchi kama nchi ya Malawi. Kuna upanzi mwingi wa tumbako. Na pia nchi kama ya Zimbabwe. Tukienda labda duniani mzima, nchi kama China kuna upanzi mwingi wa tumbako. Na ningesema tu hayo, lakini utapata nchi tofauti kuna upanzi kidogo. Katika hata nchi ya Tanzania nadhani kuna upanzi sehemu fulani ambapo tumbako inaweza kukuzwa. Ndio. Otieno, niruhusu nikuulize hili swali. Najua pengine si mtaalamu kindani wa hayo masuala ya sigara, lakini unajua kuna aina mbalimbali. Mtu akienda dukani pale anaenda kununua kiboksi chake, kila sigara ina bei yake tofauti. Inatokana na tumbako hii. Inamaanisha kwamba kuna aina mbalimbali za tumbako ama tumbako ni moja kwa jumla? Kwa kawaida kulingana na sisi na pia wizara na pia wengine ambao wanashughulika na mambo ya kudhibiti matumizi ya tumbako, tumbako ni moja kwa kawaida. Lakini kupitia kwa ni kulingana na sisi ni mtazamo ambao tunaona ni kama mbinu ambayo hizi kampuni za tumbako zinatumia ili kuweza kukiuka sheria mbalimbali na pia kuweza kupigania kama ulipaji wa ushuru uliotofautika. Kwa vile utaona kulingana na hizi makampuni za tumbako, kuna sigara ambazo ziko na filter. Na kuna zile ambazo hazina filter. Ukiangalia hata bei zao ziko tofauti. Na pia labda pia jambo ambacho linachangia tofauti ambazo zinawekwa hapo ni kuwa pia kuna zile za classes tofauti. Kuna zile ambazo wameziongeza zile twazita flavoring. Waona kama ile Dunhill, kuna menthol na vitu fulani. So lengo lao hasa ni kutarget watu fulani kwa jamii. Kuna wale ambao wanasemekana ni high end. Utaona wale ambao wanatumia sigara kama Embassy na nini yasemekana ni wa high end. Wale ambao watumia sigara ambazo hazina filter wanaonekana ni wale wa kiuchumi wako chini kiwango fulani. Naam. Mwisho wa siku zote ni tumbako. Zote ni tumbako. Madhara ni yale tukiyazungumzia baadaye. Naam. Hebu sasa tuingie katika shirika hili la Kenya Tobacco Control Alliance. Na bila shaka ningependa tuanze kwa kufahamu Bwana Lindi, shirika hili Kenya Tobacco Control Alliance mnafanya nini? Kazi yenu ni nini katika swala hili la upanzi wa tumbako? Shirika la Kenya Tobacco Control Alliance ni shirika la kijamii. Tunasema ni alliance, maana yake kuna mashirika mengi ambayo yanakuja pamoja. Kwa hivyo tuseme ni muungano wa mashirika mengi. Na tuna vikundi vya vijana ambao wanatetea haki za vijana, za wamama, watoto, na tofauti, wale ambao wanahusika na sheria, kuundaji wa sheria, wengine utekelezaji. Kwa hivyo sana sana malengo yetu ama tunasema goal yetu ni kwamba tukuwe na tobacco free Kenya. Hiyo ni kwamba Kenya iwe ni nchi ambayo haina tobacco. Na katika utendaji kazi wetu kuna sehemu kadhaa ambazo tunaangazia. Kwa mfano, tunaelimisha jamii, tuna advocate ama tunajaribu kuhakikisha kwamba ushuru wa bidhaa za tobacco umeenda juu. Ushuru wa bidhaa za tobacco ukienda juu, maana yake matumizi yataenda chini. Hivyo ndo tunaelewa.
Na kitu kingine pia tuna advocate ni kwamba hizi bidhaa ziwe na picha za kuweza kuelimisha watu, ili mtu anaponunua picha sigara ile aweze kuona picha ambayo iko na maonyo na maandishi pia. Hii picha itakuwa kama gani Lindi? Picha ya kuonyesha madhara. Kwa mfano kuna zile ambazo ziko already, picha ambazo ziko inaonyesha mapafu yaliyogonjeka, inaonyesha mdomo ulio na saratani na kama hayo. So tunataka hizi picha ziweze kutengenezwa zikuwe bora zaidi. Ili mtu anaponunua bidhaa ya tobacco katika pakiti, sheria inasema iuzwe katika pakiti, isiuzwe moja moja vile watu wanauza mitaani. Sigara inafaa iuzwe katika pakiti. Ukinunua hiyo pakiti utasoma uweze kuona ya kwamba hili ndo onyo kutoka kwa shirika la afya, na hii ndo picha ya madhara ambayo yatatokea ninapotumia hii bidhaa. Lingine ambalo pia tunahamasisha ni kwamba hii sigara isiweze kupatikana, isiweze kuwa accessible kwa watoto wa miaka chini ya miaka 18 na mengineyo mengi ambayo pia tunajaribu kuhakikisha kwamba environment generally, mazingira yetu yasiwe na matumizi ya tobacco. Na pia hizi makampuni ambazo zinatengeneza tobacco na bidhaa hizo wawache ku-advertise. Ili sababu tunajua advertisement ni njia ya kuweza kuvutia watu wengi. Na watu wengi wakishavutiwa, wengine hawajui, wengine sababu ya kukosa fedha, hatujawahamasisha nchi yote mzima, watu wachache tu wanajua madhara haya, ili wasiingie katika huo mtego. Kwa hivyo kazi ambayo tunafanya ni kama hizo na baadhi ya zingine mingi. Naam. Otieno, kuna mafunzo ambayo mnatoa kwa watu na hasa wakulima. Hebu tueleze mikakati ambayo mnatumia katika mafunzo haya, na mnafunza kuhusu nini na hatua ambazo mnachukua na hawa wakulima. Asante. Mwanzo kabisa nikichangia mawazo ya ndugu yangu, ni kuwa tuwafanya kazi kwa karibu sana na Wizara ya Afya, na pia hivi karibuni pia Wizara ya Kilimo na shirika la Nakada. Kwa kawaida mwenzangu amezungumzia madhara ambayo yanatokana na mambo ya tumbako, na pia labda tukizungumzia hapo mbeleni tutazungumzia mambo ya madhara pia ukuzaji wa tumbako yenyewe. So sisi kama shirika mbinu ambalo tunatumia mwanzoni ni kwanza tumeshajua tumbako yapandwa sehemu zipi nchini. Na baada ya kujua wale wakulima ambao wanashughulika na mambo ya tobacco, kwa vile tunaona pia wame spread kwa counties tofauti. So tunashirikiana na zile county na wizara za afya za county kuweza kupatana na wale wakulima na kuwaelimisha mwanzoni madhara ya tumbako, ya upanzi wa tumbako, na pia kuwaelimisha mambo na mazingira kuhusu ukuzaji wa tumbako. Cha muhimu pia kutaja ni kuwa kupitia kwa shirika la afya ulimwenguni kuna vitu kadhaa tuwaziita instruments ambazo wametupatia ili kuweza kufanya hiyo uhamasishaji kuwa rahisi. Kwa vile tobacco kwa kawaida ukiangalia mwanzoni, hapo mwanzoni watu walikuwa naangalia ni kama shida ya Kenya. Lakini janga la tobacco ni la kidunia, ulimwengu nzima. Ndio maana shirika la afya duniani liliweza kukaa pamoja na wakaja na mkataba fulani wa international ili kuweza kusaidia kudhibiti matumizi ya tumbako na pia ile upanzi wa tumbako. Hili mkataba ambalo twalizungumzia ni mkataba ambao twaliita FCTC ama Framework Convention on Tobacco Control, ambayo Kenya ni baadhi ya nchi ambayo imetia sahihi na ikakubaliana nayo, kumaanisha Kenya imekuwa pati ya zaidi ya nchi 180 ambazo zimekubaliana
zinataka kushikana mikono ili kuweza kudhibiti matumizi ya tumbako. Na sisi kama shirika na tukishikana na wenzetu ambao wanashabikia udhibiti wa matumizi ya tumbako, tukakuja pamoja kama nchi na tukapitisha pia sheria nchini. So hapa nchini pia tuko na sheria ambayo yasaidia kudhibiti matumizi ya tumbako. Sheria ambayo ilipitishwa mwaka wa 2007. 2007 inaitwa Tobacco Control Act. So kupitia hii sheria kuna vipengele fulani ambazo zatupa uwezo wa kuweza kukutana na jamii na kuwaeleza rather kuhamasisha dhidi ya mambo ya tumbako. Ya hasa tukizungumzia wakulima kwa mada ya leo. Na mnajua kwamba mna kazi nyingi kazi nyingi ya kufanya. Hebu acheni niwape wateja ambao mkitoka hapa mtaenda kuwashughulikia. Kuna taarifa moja imeandaliwa kutoka kaunti ya Kisii. Kilimo cha tumbako kinaendelea kukumbatiwa nchini, hasa na wakulima katika eneo la magharibi. Mtazamaji, katika makala yetu ya Kilimo Bora tunaangazia mkulima katika eneo mtazamaji la Kisii ambaye amekuwa ambaye alipata upata mkate wake wa kila siku kutokana na kilimo cha tumbako. Lakini swali ni je, kilimo cha tumbako ni halali na wakulima wako tayari kulima mazao mengine? Tazama. Joseph Mukwabe mwenye umri wa miaka 53 ni mkulima wa tumbako katika kijiji cha Tagare, eneo la Maabera huko Kuria, kaunti ya Migori, na anamiliki shamba la ekari 2. Kwa Muikabe, sekta hii ingali na changamoto zinazotakikana kutatuliwa. Sababu watoto tunao shuleni, ikabidi tulime tumbako, ndio kilimo ambacho kinatupa pesa ambayo naweza lipia hata mtoto karo ya shule. Kilichompa kichocheo cha kupanda tumbaku ni namna serikali ilivyoahidi kuwa itahakikisha wanunuzi wa tumbaku wanawaboreshea maisha. Kabidi na mimi nikaona hiyo ndio njia labda naweza panda nifanye hicho kilimo ili nisomeshe watoto. Eneo la Kuria kwa jumla kwa wakati mmoja lilikuwa linasifika sana kwa upanzi wa mmea wa tumbaku, kwani wakati huo biashara ilikuwa imenoga na misukosuko ilikuwa michache. Kitambo walikuwa wanalipa, lakini wakaendelea wakashindwa kulipa. Wakulima wamepeleka tumbako pale, kulipo hawalipwi, mpaka wakulima wakachoka. Wanapewa hata loni ambao walikuwa wanapewa mifuko tu chache. Mkwabe ambaye baba yake alikuwa ni mkulima wa tumbako anasema kuwa japo idadi ya wakulima imepungua, waliosalia wanaendeleza kilimo hiki kwa imani kuwa siku moja huenda wakanufaika. Penye nimelima hiyo tumbako, nimelima muda mrefu, nimeng'ang'ana watoto, kabidi nipeleke shuleni, nimepeleka watoto shuleni, wamesoma walau hawajamaliza. Bado kuna wengine ambao wako shuleni. Hapa tulikumbana na eneo kubwa lenye ardhi inayofaa kwa kilimo, huku wakulima wakionekana kujishughulisha shambani kwa udi na uvumba. Mogesi Chacha pia ni mkulima wa tumbako na ana ekari 4 za tumbako shambani. Ushuru wanakata hii ni pesa nyingi, lakini wanashindwa kutugharamia sisi tupate mafanikio kwa ajili ya hii tumbako. Kwa sababu ya nini? Tumbako lenyewe lina pesa, lakini ikifika kwa ile zijui mitomo mikubwa ile wanasema ya samaki, hatuoni hizo pesa. Mogesi anasema kuwa eneo la Migori lilikuwa nambari 1 kwa upanzi wa tumbaku, lakini wakulima wengi walivunjwa moyo na wanunuzi wa tumbaku. Ulikuwa unauza tumbako, kimaliza siku 2, siku ya 3 ni pesa. Hata hivyo anadai kuwa kilimo hicho kimewainua kiuchumi na wameweza kuwalipia watoto wao karo shuleni, mbali na kujenga nyumba nzuri za kuishi. Ninasomeza mtoto wa dadangu wawili. Mmoja anamaliza university, mwingine anamaliza form 4, yuko Nairobi sasa hivi. Wakulima wa tumbako eneo hili wanafurahia hatua ya kupigwa marufuku ajira ya watoto katika kilimo cha tumbaku. Na sisi tunatii sheria ya kampuni, kwa sababu mkubwa anaweza kuja kupata mtoto uko naye hapo unapalilia, atakuweka makosani, ugharimike kwa uchutie kenye unafanya. Mpaka tumejua siku hizi watoto wadogo under 18 hao wako shuleni. Hakuna mtoto utapata kwa tumbako eti anafanya kazi ya tumbako. Swala la tumbaku kuhatarisha maisha ya watu limekuwa bayana kwa miaka na mikaka, lakini mwanaharakati wa haki za binadamu katika kaunti ya Migori, George Chacha, anamtazamo jinsi serikali inavyopaswa kutenda. Ukiangalia mataifa ya nje kwa mfano kama Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Malawi,
na mataifa menginezo, bei ya tobacco iko juu sana. Kwa nini? Kwa sababu serikali inawajibika. There is a lot of government involvement in setting up the minimum price for the tobacco. Chacha anajutia namna wakulima wa tumbaku wanavyoingiza pato duni kutokana na kilimo hicho bila ya serikali kuingilia kati. It is the company that sets the price for the tobacco. Kwa hivyo, na vile vile serikali pia haijaweka misingi ya kufanya grading of this tobacco. Tobacco hii inauzwa kwa misingi ya grade. Kuna grade ya premium, kuna different grades, even up to grade 7. Na unaweza kuta mkulima amelima tobacco kwake yeye ameona ni ya quality ya juu sana premium, lakini akipeleka kwa kampuni watamwambia hii ni grade 3. Chacha alikiri kuwa kilimo cha tumbaku kinaweza kuwa na manufaa mengi ikilinganishwa na mimea kama mahindi na maharagwe, lakini shida ni bei duni katika soko lake. Pia wanatupilia mbali dhana kuwa upanzi wa tumbaku unaharibu mazingira na kupelekea mimea mingine kutomea vyema. Unakuta these multinational companies nyingi zimehamia hapa Kenya kwa sababu we do not have legislations to control them. Unakuta kwamba wanatoroka Zimbabwe, wanatoroka Mozambique na zile makantri zingine because serikali ina demand they must pay fair price for the farmer. Tukitoa tumbako tunapanda mahindi, yale mahindi inabidi unavuna ikiwa kwa shamba. Unaacha yale kwa shamba yale takataka. Naweka ng'ombe zinakula pale, zinakanyaga hapo. Hiyo tena inakuwa ni rutuba nyingine. Mogesi mwenye umri wa miaka 41 sasa anasema anapania kuachana na kilimo cha tumbaku baada ya miaka 5 na kujishughulisha na ukulima tofauti. Sasa hizi tumbako, jameni, tunalilia serikali kama inaweza kutusaidia. Iambie huyo mkubwa wetu hawa anatulipa pesa kwa wakati, tupelekee watoto shuleni kwa wakati. Kwa sababu tunaweza kulima kama sasa hivi niko karibu nianze kuchoma. Mwezi wa pili nitakuwa ninauza ninemaliza. Lakini atatulipa kwenye mwezi wa 11 mwakani. Na hiyo sasa hiyo pesa itusaidii. Mmea wa tumbaku umeorodheshwa katika daraja 3 ya A, B na C, huku grade ya juu ikipokea shilingi 230 na ile ya chini ikipokea shilingi 60. Kumekuja na vikampuni vingine vidogo vidogo. Kumekuwa sasa na middlemen ambao kazi yao ni ya kurangua tumbako kutoka kwa wakulima. Mkulima amelima tumbako kwa sababu hana mahali pa kuuza. Kuna middleman ambaye ni tunaita walanguzi, wananunua kwa gorogoro. Anakuja anaelewana na mkulima, anamhesabia pesa zake, anabeba ile tumbako. Lakini sasa tatizo ni kwamba huyu middleman amenunua kwa half the actual price. Wakulima hapa pia wanalalamikia bei ghali ya mbolea na dawa za kuwaua wadudu, kwani baadhi ya mimea inaonekana kuvamiwa na magonjwa. Tunaomba serikali tusaidie ila makampuni ipunguze gharama ya madawa. Gharama ya dawa ni bei ni ngumu. Swali ni jinsi wakulima hawa wataweza kuachana na kilimo hiki, kwani wataalamu wa afya wanaonya tumbaku ina madhara. However, I do again appreciate the challenge because the government may also find itself applying a double-edged sword. Kwa njia gani? Ya kwamba serikali inajaribu kuhimiza wananchi wasivute sigara na at the same time ipiganie watu kulima wapewe nyongeza ya mshahara. Hiyo ni a double-edged sword. So I know the government is in a very difficult position of demanding for wage increase while at the same time they're fighting against cigarette smoking. Kulingana na kampuni ya British American Tobacco BAT, changamoto zinazowakumba wakulima wa tumbaku si geni, lakini BAT inafanya kila juhudi ili kuboresha bei ya zao hilo. Kwa sababu wengine hatukusoma, tunataka watoto wetu wasije watufanane kama sisi. Kwa sababu shamba inaisha kuria. Tukikataa kuwasomesha watakuja watusumbue kwenda hapo mbele. Katika nyaraka waliotutumia shirika la BAT liendelea kusema kuwa baadhi ya mikakati walioipa kipaumbele kwa minajili ya kunufaisha maisha ya wakulima ni pamoja na kuwapa mbegu inayonawiri kwa haraka, kuanzisha miradi ya maji, kuwapa wakulima mikopo, upanzi wa miti, kuwapa wakulima bima ya mmea huo pamoja na afya yao, miongoni mwa mikakati mingine. Kampuni vile imetupea kuni zingine zinaitwa brigades. Hizo brigades ndizo tunatumianga kuchoma tumbako. Tunaongezea ile miti ambayo tumepanda. Na kampuni yenyewe inatupa seedling ya miti kila mwaka. Tunapanda kila mwaka, inatupa miti, tunapanda. Tunapokata hii miti ambayo tuko nayo, huaga tunapanda nyingine.
Shirika la ukusanyaji ushuru nchini KRA liliweza kuongeza ushuru wa tumbaku ili kuwadhibiti wavutaji sigara na kukiri kuwa biashara haramu katika sekta hiyo imeweza kuipokonya serikali takriban shilingi bilioni 2.2 za ushuru. The government talks of creating jobs, increasing job employments. The tobacco industry would employ a lot of people and pay them very well if only the government could step in and help regulate the tobacco farming, the tobacco industry, so that at the end of the day, the farmer goes home having been satisfied and the company having been satisfied. Hata hivyo, BAT inakiri kuwa udhibiti wa tumbaku ni bora, ila serikali inapaswa kuweka mikakati itakayonufaisha mkulima na makampuni yanayonunua tumbaku kutoka kwa wakulima. And now what is left to be seen is how the consumers themselves and the farmers and the company will handle this very difficult and challenging puzzle. Hata ingawa kuliondolewa kwa kasoro zilizokuwepo na bei ya tumbako kuinuka kwa kiasi tu, wakulima hapa wanahisi kutelekezwa na serikali ikilinganishwa na mimea mingine shambani. Wanasema kuwa inapaswa sasa serikali kulivalia njuga swala hili la wao kutelekezwa. Fred Muturi, KTN News, katika kijiji cha Tagare, Kuria Magharibi, kaunti ya Migori. Mtazamaji kwa mbali, kama hakuna sauti pale chini utafikiri zile ni mboga sukuma wiki. Asante sana Muturi kwa hiyo taarifa. Bila shaka ni taarifa ambayo tunakuwa naizamia muda si mrefu na wageni wangu ndani ya studio wa Chengo Tieno ambaye ni mkuu wa mawasiliano ama mtaalamu wa mawasiliano, na vile vile Thomas Lindi ambaye ni mkuu wa mipango katika kampuni hii ya Kenya Tobacco Control Alliance, shirika hili nitalita bila shaka kuweza kupambana kwa kina zaidi kuhusiana na upanzi huu wa tumbaku. Mtazamaji, kwa sasa naomba tupate mapumziko mafupi, muda si mrefu nitakuwa narudi, usibanduke. KTN News.